Sasa unaweza kujiuliza kwamba unatokaje kwenye outer state ili kupata ile value alafu upate na inner state. Mara nyingi tunaambao tunashauriwa kushift inner state, kwamba tuna shift kwa 10% ya ile outer state value yako. Na maana gani? Ninaweka electrode yangu hapa, umechomeka kwenye ground, na mara nyingi tunashauriwa, sheria inatuambia angalau earth rod izame kuanzia 55 mpaka 58. Na maana nikiunganisha hapo ndio kwa naunganisha sheria kwa nikiunganisha hizo mbili. Kwa hiyo kunakuwa na viungio ambazo zinaitwa copper, kwa hiyo unakuwa unaiunga earth electrode yako. Sasa kuna kitu ambacho unapaswa nao kufahamu, urefu wa hii earth rod inavyozama. Hii earth rod unataka sasa uipime kwa urefu ule kuwepo. Tunachotakiwa sasa, kuna njia ambayo unataka tupime height ya hii earth rod, kwamba tunaambiwa distance ya outer state ya kile chuma cha mwisho, distance yetu inakuwa iwe sawa au zaidi. Tunasema iko greater au iko, tunachukua 5 times ya length ya arrow hii hapa. Kwa nini tunachukua hii formula 5 au times ya hii length? Unakuta mtu mwingine ana hii imeenda zaidi ya mita kubwa, yaani labda unataka kaenda hata mita 10 chini, taiweka hii. Kwa hiyo ina maana unapoweka urefu inapokuwa ndefu zaidi, urefu wa huu maana nikitupa hapa chini, ina maana zile sphere of influence, wave ambazo zinatakiwa ziende kutrap na ground, ndio inakuwa sawa na urefu wa hii electrode. Kwa hiyo ina maana kuna bonda ambao uruhusiwi kuzitrap kufanya testing. Kwa urefu wa hii nikilaza, ina maana mimi hii italeta mpaka hapa italeta. Kwa hiyo nachukua point yangu hapa, kuanzia hapa ilipo kuja maeneo haya, siruhusiwi kupita hizi inner state, maana unakuwa na overlap. Ina maana ukisema napima eneo langu kwa dogo, ngoja ni force, utaforce uweke karibu ya hii earth electrode, ina maana utatoka nje ya sheria ya upimaji wa earth yako. Ndio maana tunaangalia sehemu za substation ambazo zenye gridi kubwa ya earthing, lazima uangalie pia diagonal na uzidishe mara 5. Sasa kule kwa kuwa umeshaweka structure nyingi za kutosha, huwezi kusema kwamba naangalia urefu wake, maana uchukue ile eneo lake upime ile diagonal yake, kama ni mita 20 uzidishe mara 5. Ile mita 20 ina maana ndio ile length ya earth electrode yako inaenda chini. Baada hapo ndio unatakiwa utoke outer state ya hiyo mita. Kwa hiyo mara zote na hii testi tunayofanya, hatupaswi tufanye test aliyakuwa earth wire imekuwa bonded kwenye panel. Sheria ya kwanza itakuwa ufungue wire. Mara nyingi tunakuta mtu ana vyuma, hata nyewe watu wa tuseme kwenye minara, unakuta earth imebondiwa pale, mtu anaenda na hii full potential, anaenda na anapiki thread zake zile, alafu anaenda na piki na ile structure ambayo ilikuwa bonded, ile ilikuwa imefanya makosa, huwezi kupata value hizi. Kwa hiyo kuna test ambayo unaweza kushauriwa kufanya aliyakuwa ipo kwenye structure yako au kwenye bonding yake, ambayo unatumia clamp method au stateless method. Hii ambayo unafika pale kwa ajili una clamp, utapata value yake. Na mara nyingi hii inaenda kwa loop system au kwa kuangalia leakage current, ndio inakupa value. Kwa hiyo hii kwa kuwa bodi zako au cable yako itakuwa iko bonded, maana ni rahisi kupima kwa kutumia hii. Ila kwa hii ya follow potential au kwa kutumia hii ni ngumu. Huwezi kusema eti jengo liko kwenye limeinject power, alafu unaenda na vipimo vyako unapima earth electrode yako, unasema okay, value yangu umepata iko chini, iko vizuri. Hapana, utakuwa unakosea. Kwa sheria kwanza utakuwa udisconnect. Sawa, test hii tunaweza kuzungumzia na test ya live earthing test. Live earthing test tunazungumzia kama F40 loop impedance. Ukiangalia loop impedance value yake utakayoipata ni sawa na value ya ground resistance ambayo kupima na vipimo vyako. Sasa hilo unaweza kupima aliyakuwa iko live, kwamba unasema stage fault test, kwamba unaizalishia fault ili uweze ku trap na ground ili kupe result.
ya ohms na nakupa ohms, lakini hiyo ni ZE, tutakuelezea baadaye. Sasa